Bro, samani bro. Na mazungumzo na wewe. Samani lakini. Bila samani na kusikiliza. Wewe ni mwanaume na unaelewa changamoto zote anazopitia mwanaume katika utafutaji wake mpaka kifo chake. Lakini kwa nini unafanya kitu unajua ni hatari alafu ukomi? Oya, mbona sikuelewi? Unazungumza nini? Hebu nyoka kwanza kwenye point. Nazungumzia mwanamke unayeishi naye saizi, utambui kuwa ni mke wa mtu na ana mtoto mmoja. Hicho ndio kinachosababisha upoteze muda wangu. Usisubutu tena kusimamisha kuniambia upuuzi kama huu. Lakini bro, ili lingekukuta wewe, ukumbuke unayemfanyia hivyo ni mwanaume mwenzio. Kutoka. Mbona jipaka kama una huruma wewe? Huruma sio malezi. Na ukiendelea kunifuatilia na kuzingua sasa hivi. Acha sasa usichezee mboga, ndio hizi ambazo tunataka tupike tule. Unasikia baba? Je. Usichezee mboga, ukichezea hizi subiri kwanza achia. Acha sasa hizi ndio nataka tupike tule. Kwa hiyo ukichezea hizi. Sawa. Ukichezea mboga hizi ndio mboga ambazo tunataka tupike tule. Ukichezea mboga Nita. Karibu. Karibu. Asante mwanangu. Za siku na mabibu tizi. Bajoeli. Karibu kiti. Kusikia chini. Toto kanacheka. Sema sasa hivi shanenepa, shazoea mazingira. Live mnyama da. Lakini baba Joeli, unajua nilionana na yule anayeishi na mama Joeli yule. Alikuwa na mama Joeli au? Hakuwa na mama Joeli, alikuwa peke yake. Nilijaribu kumsimamisha nizungumze naye, lakini kauli aliyonitamkia isee alinitishia maisha na kusema litanikuta jambo. Anaonekana anapenda wewe unapoishi. Sema mimi mwenyewe nilikutana nao, nikajaribu kuzungumza na mama Joeli. Hawakunielewa kabisa, nikaacha. Mimi bado nina mapenzi na sisi tumlee mtoto wetu tuakue Nancy ndio uendelee na mambo yako. Mimi nilikuwa sina mpango kukuzalia wewe. Wewe mwenyewe ndio shikielele chako na shobo zako. Usifanye hivyo, mtoto bado anakuhitaji Nancy. Mapenzi ya baba peke yake hayatoshi. Huyo ni mtoto wako na atabaki kuwa wako. Mimi sina mpango wa kulea mtoto sasa hivi. Nancy usifanye hivyo. Mimi nina starehe zangu, kama unalea mtoto lea. Nancy usinifanye hivyo please Nancy. Usinifanye hivyo nakuomba. Wewe hapo utajua mwenyewe. Mimi mtoto huyo baki naye. Twende unanichelesha bana vipi? Kama unataka baki na mimi na watoto. Twende bana. Asante sana. Lakini baba Joeli, unaonaje utafute mwanamke mwingine ili muweze kumlea Joeli? Maana peke yako hauwezi. Kweli kaka, hatua ninayopitia kwa saizi ni ngumu sana. Ila sidhani kama naweza kuishi na mwanamke yote. Kwa sababu kidonda alichoniumiza mama Joeli ndani ya moyo wangu. Sidhani kama kitapona. Kwa sababu mama Joeli ndio mwanamke wa kwanza aliyenifanya mimi nijue mahusiano. Mama Joeli ndio mwanamke wa kwanza aliyenifundisha nini maana ya mwanamke. Hivyo sasa nikaishi na mwanamke yote, acha tu nimlee mwanangu akue, basi tutajua mengine kama hiyo. Ila kweli sasa mwanangu, ngoja mimi nifike nyumbani, maana nimekuja kwa ajili ya hali tu. Nashukuru sana kaka. Yaani wewe na Joeli ndugu zangu wa muhimu sana kwa kipindi hiki ninachopata na marafiki. Bila shaka. Kama ninapopoteza. Hamna noma mwanangu. Nashukuru sana. Okay, ngoja mimi niwahi. Basi nitakurudia bwana. Basi baadaye naweza nikaja. Ngoja huyu akiamka ninavyoenda kumpatia maziwa pale kwa mama muuza nitakutia. Okay, bila shaka mwanangu. Nashukuru sana. Hamna noma bila. Haina shida. Basi wasalimie nyumbani. Okay, na wasalimu. Sasa ushushie neti hiyo. Tunajua Mungu tani. Haina shida. Somalai. Mwanangu ana mafanikio yule. Ila sana kwa kitu nataka nikwambie. Najisisi kama vile mnaamini. Nini? Ila kama mimi sijajipanga kulea mimi, naomba tuitoe. Sasa yaani naletea kitu cha baraka afu tena unasema tutoe. Hivi ziko kweli kichwani wewe? Ila sasa mimi sitaki kulea mtoto. Wewe unataka kulea wewe ndio uliyejiwekea hicho kitu kimoja. Hata kama. Kwa nini? Mungu ana maana yake kuweka hicho kitu. Umeona? Mimi sijajipanga. Kwani siku ya ngapi mpaka unajisikia hivi? Kama wiki moja. Sasa kimoja sasa hicho siku unaweza watu kukuletea matatizo hivi. Acha bwana, mimi tena sasa hizi umri unaenda nisije nikawa mzee hapa nikashindwa kupata mtoto. Kwa hiyo mimi mzalie tu bwana.
Hebu tutoe bwana. Mimi sasa hivi sitaki kulea. Mimi ukinizalia niko razi kudi na ugumba nikauze miti yangu, shamba langu la miti kule Iringa. Nikauze ile miti mama na kuhudumia. Unalala kwenye kiyoyozi, unafanya yani kila kitu kwenye kiyoyozi. Nizalie tu. Lakini wewe hadi zako kila siku za uongo. Mimi si nikuahidi kijola nikakununulia. Sendo zile za 20,000 si nilikununulia. Sasa wewe mimi nakuahidi naenda kuuza miti yangu kule Iringa, nauza shamba la miti. Niko lazima nikujengee nyumba, niko lazima hata tukipata hata kigari kidogo cha kutembelea fresh, ila naomba tunizalie. Jamani, wanaume ndio mlivyo hivyo. Boneza nikazaa hapa. Au mtunze mtoto wala nini? Hamna bwana. Sema kwani umekula? Sijala. Sema subiri kwanza. Ngoja baadaye kuna mchongo na usikilizia. Asa baadaye. Mimi mpaka nile baadaye. Sikia mimi kazi zangu mwenyewe unazielewa. Simu na simu ndo napata hela. Lakini mimi silei hii mimba. Bwana wewe mimi usinifanyie hivyo. Mimi ukitaka leo tukosane, usizae. Na mimi sizai mtoto mimba naitoa. Katoe sasa nikuonyeshe kama mimi na wewe nani mwanaume. Katoe. Afu wanawake mnajikuta wakina nani nyie? Mbona kuniendesha? Afu wewe simpande kichwani wewe. Nikiamua na Uko wapi? Unafanya? Baadaye naomba tuonane. Kwa hiyo tunakutana pale pale. Au? Wewe hata usijali. Ndawahi mimi. Vipi? Unaongea na nani hapo? Hebu kaa kimya, simpigishie kelele. Yaani wewe unasema mimi sikupigishia kelele. Kwa maana gani yani? Wewe una kabisa sikuwa naongea na simu hapo na mwanamke au? Huyu nao ongea ni mwanamke kama wewe. Sawa, ni mwanamke kama mimi. Kwa nini ulinitoa nyumbani kwangu na kunileta huko ndani kama unategemea mwanamke? Bwana tu nirudi nyumbani kwangu basi, yaishi. Rudi, chukua begi lako. Njoo nikupe uende.